Huwa mimi niende nifanyie kazi mtu mmoja ama nifanye kazi ya Wakenya wote. Mheshimiwa Rais. So, tafadhali mambo ya hiyo tufunge hiyo chapter. Wacha swali moja tu labda, sababu ulikuwa naibu wa rais. Kwa sababu wacha niwaambie. Kenya hii tuko na mambo ya viongozi. Lakini tuko na mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi wataamua. Hakuna haja ya mimi kubishana na Rigathi ama wabunge wengine kwa sababu mambo yetu sisi wote itaamuliwa na si itaamuliwa na wananchi. So sisi wote tujipange. You know, ile imefanyika unfortunately. Lakini sasa nyinyi kama wananchi wa Kenya ndio baadaye wataamua huyu William Ruto tulimpatia kazi. Amefanya hajafanya. Kama amefanya watajua vile ya kufanya. Kama hajafanya they know what to do. Mambo ni rahisi hivyo, lakini tuzishinde tukipishana mambo ya viongozi. Kama tunaongea mambo ya viongozi miaka nenda miaka rudi, this press conference, that press conference, maneno ya wananchi tutaongea lini? Wakenya wenyewe mimi nimekuja Mount Kenya kuongea mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi wananchi watatuamua. Mheshimiwa, hata hivyo labda kuna maswali ambayo tunaweza kuwa nayo ambayo itasaidia pia kuweka uwazi mambo yalivyofanyika, na utaniruhusu kwamba nirejelee lile jambo ambalo umesema vile ambavyo mambo yalienda pale Karen wakati ambapo ulikuwa wakati ambapo Rigathi tumeshapita my brother. Mheshimiwa Rais, naomba tu nikuulize. Tuko na masaa dakika moja tu na hatuwezi kushinda tukiongea mambo ya viongozi. Naomba tu Mheshimiwa, tafadhali tuongee mambo ya raia. Watu wa mlima wanangoja kujua huyu mtu tulimuajiri tukampatia kazi, barabara amefikisha wapi, sitima amefikisha wapi, mambo ya vijana na ajira amefikisha wapi. Lakini pia na hiyo ndio inahusu wananchi mamilioni. Mheshimiwa, pia wanataka kujua kaigwa dhiri atia uliendaje? Si nimewaeleza. Sasa nimewaeleza imetosha. Lakini wacha turejelee hizo. Wacha Kogi. Naomba Kogi. Joki, naomba Kogi alafu. Okay. Kogi. Yeah, Your Excellency, my name is Kogi. Kogi. From Sema kutoka kwa kona. Now, I'm that son who want to brief dad after busy day from work. Sorry, I didn't hear you. I'm giving an example. I'm that son who want to brief the dad after a long day of working. Correct. I want to give you and to draw a picture why the people from the region are very hostile and anger. They have a lot of anger. One is the issue of the minimum guarantee return in milk, in coffee and tea. Very good. During your manifesto, that was the key. And I remember when we were doing the economical chapter from each county to county. The other issue is that they feel there is hand of William Ruto in sideline the people from the Mount Kenya. And I just want to highlight a few examples of them. They say there was hand in William Ruto to impeach the Deputy President Rigathi Gachagua. There was hand in committee reorganization, and that is why Dede Nyoro is no longer the chairman of the budget. There was hand of William Ruto, when that is why the former incompetence, as you said, CS Muturi, is not serving as the CS. Then there is this issue about the economic chapters that you held in Kiambu. You promised the people of Kiambu that the first thing that we are going to do, you will make sure that Kiambu have to enjoy the factory of production of broiler chicken. You remember that day. Now Kiambu is the leading in production of milk. They are the leading in coffee. They are leading in matters of pottery and so forth. They feel the promises that you have made to them, none of them has been have been fulfilled. I'm going to answer you. The one, let me highlight few, then I give my rest, the panelists to continue. One of them is the Tharaka-Nithi bridge that you promised within 100 days. You are going to make sure that the bridge is done. There is the Orengo Stadium, the famous Orengo Stadium. It is still in the structure as it was there before. There is this Mau Mau Road. Apart from some few constituencies, the others, they remain stalled project. They are asking, the project that Uhuru left through when he was the president, they are still there. They claim you are coming to relaunch again. The same project, the same you did last time. So they are here wondering, what is this president want to bring us back?
That is why I have diverted from the real issue of impeachment so that we can discuss the policy. They also feel that even the Sasa broad-based... ukiuliza mingi, sasa nitajibu gani? So siulize kidogo, nijibu alafu ulize ingine. Nimalizie na hii moja. The issue about the broad-based government. Yes. They feel even the deputy president that we have, Kithure Kindiki, is on the road because those people who have joined the government, they are claiming everything in the government, starting from the position from the committee. All the people who are associated with a deputy president, they no longer serve in any of the committee. So they even feel that the deputy president is sitting on bonus. Akojia ya kuenda. Maybe if you can answer that, I'll come there after the discussion. Sasa umesema mingi, sasa sijui nitakujibu gani. Anyway, wacha tuanze na ile ya muhimu. Umesema mambo ya guaranteed minimum return. Si ndio? Yes. Tulikubaliana na wakulima ya kwamba wa maziwa, tuanze na wa maziwa. Na mimi nataka ukiwa na nafasi uliza Bwana Kamiro ambaye ni chairman wetu wa KCC. Wakati tumeingia ofisini, maziwa ilikuwa inauza 35 shillings per kilo. Tulisema we are going to make sure that tutainua bei ya maziwa. Today as I talk to you, maziwa ni 50 shillings. That is the guaranteed price we have given to farmers. Mimi nimeweka pesa ya serikali katika hiyo mpango ya maziwa. Today every farmer, in fact tuka separate millers. Leo nikiongea na wewe Kogi, bei ya kahawa, uliza mkulima yeyote. Ile ilikuwa 40 shillings, 50 shillings. Leo average price ya kahawa Kenya, because of what I have done in the last 1.5 years, bei ya kahawa leo is on average 110. Kuna factories na cooperatives zinalipa 130, 140, in fact 147 in some of them. That is the commitment I made. Number 3, kwa mambo ya chai. Niliwaambia ya kwamba hii mambo ya chai, we're going to do something about it. Today, uliza watu wa KTDA, Mudhaura na Bwana Kirundi ambaye ni chairman wa KTDA. Nimetoa pesa ya serikali kusaidia KTDA kuhakikisha kwamba number 1, bei ya mbolea tunaipunguza chini. Walikuwa wananunua 5,000. In fact, when the first year when I came into office walikuwa wananunua 5,500. Leo uliza mkulima yeyote ya KTDA wanalipa pesa ngapi? 2,500. What has happened? This year, 2024, not 2025, 2024, hiyo imepita. Mapato ya chai kwa sababu ya ile kuongezeka kwa mazao, kwa sababu ya intervention ya kuzalisha ama productivity, tumeongeza from 170 billion mpaka 215 billion as KTDA. Farmers are making more money in tea. Farmers are making more money in coffee. Farmers are making more money in tea, in milk. So if you want to have an exam with me on what I have done in the agricultural sector, I am ready to have that exam. Let me also, wacha tu see, wacha nafasi. Wacha nifasi. Can I do a follow-up on tea, because it's key to our region, eh? On tea, a follow-up on tea. Yes. Ndio mazao imekuwa juu, lakini mapato huenda yakakuwa chini kwa sababu tumepoteza soko la muhimu Sudan. Na imekuwa ni kwa sababu wewe umeruhusu mrengo wa waasi kuanzisha serikali hapa Nairobi. Wewe kwanza unasema hiyo unasema ya chai ya kuuza Sudan. Yes. By the way, we are selling tea to Sudan. Okay. Even after they say they are not buying our tea, the market itself has forced them. We sell tea today to Sudan. So there is absolutely no issue about selling of tea. And that is why we are making money in the tea sector. Let me also tell you about the projects. Mheshimiwa, kabla hiyo just wait. Kahawa. Swali moja tu la kahawa. Yes. Nimekusikiza unazungumza na unapeana statistics. Na vile vile pia mimi niko na statistics ambazo ninaweza kukuuliza. Wananchi wanajiuliza kwamba
serikali inazungumza kuhusu njia za kutengeneza pesa, lakini ni kana kwamba inakujia hizi pesa zote. Na kwa mfano, unapozungumza kuhusu kahawa, unasema kwamba mkulima hivi sasa ananufaika. Ni kweli.